Assalamu alaikum wa rahmatullah. Unajua, miaka 1980 ilikuwa kipindi ambacho dini ilikuwa imerudi kwenye game kwa nguvu sana. Zamani watu walikuwa wanaona dini ni kitu binafsi kinachohusisha swala, maombi na baadhi ya ibada na mambo ya kiroho tu. Lakini ghafla dini ikasimama kidete katika masuala mazima ya siasa, haki za watu na kuipambania jamii na watu wake. Kulikuwa na matukio manne makubwa yaliyoleta mabadiliko hayo. Tukio la kwanza kabisa ni mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yaliyofanywa na Imam Khomeini na kumtoa Shah katika serikali. Mapinduzi ambayo yalionyesha kwamba dini si tu kwamba inaweza kusimamia maadili ya watu binafsi, bali dini inaweza kusimamia siasa na serikali. Na zaidi ya hapo, serikali hiyo inaweza kumzabua na kumzibua Israeli. Jambo la pili au tukio la pili ni harakati ya Solidarity kule Poland, ambapo Wakatoliki walipinga utawala wa kikomunisti. Na tukio la tatu ni mapinduzi ya Amerika ya Kusini kama vile Nicaragua, ambapo dini ilikuwa imesimama upande wa maskini na wanyonge. Na mwisho na tukio la nne ni kule Marekani. Wa Protestant wa moral majority walijitokeza na kuanza kujikita katika mambo ya kisiasa. Kwa kifupi, miaka ya 80 dini haikukaa pembeni tena. Haikuwa ina play kama wings, bali ilikuwa ina play as a middle dimbani, na ilikuwa katika mijadala mikubwa ya kiulimwengu. Migogoro Mashariki ya Kati, Ulaya, India na hata Marekani, yote ilihusishwa na dini kwa namna moja au nyingine. Watu kama Ali Shariati aliyekuwa mwanafalsafa na mwanasosiolojia kule Iran, Gustavo Gutierrez aliyekuwa padri kutoka Peru, mwanatheolojia na mwanzilishi wa kile kinachoitwa Theology of Liberation, ambaye alikuwa ni wa Amerika ya Kusini, pamoja na Václav Havel, mwana falsafa wa maadili na aliyekuwa rais wa zamani wa Czech Republic. Wote walikuwa na mawazo yanayofanana ya kwamba dini inapaswa kuwa upande wa wanyonge, wale wanaodhulumiwa. Ali Shariati, Gustavo Gutierrez na Václav Havel, kwao imani haikuwa tu kuswali na kufanya baadhi ya ibada, bali ni pamoja na kupigania haki na ukombozi. Hapo ndipo watu wakaanza kuona kwamba dini inaweza kuwa na pande mbili: upande wa kupresent exclusive particular identities, yani kusimamia misingi tambulishi ya dini, na upande wa pili wa kupambania haki na utu. Kwa hiyo miaka ya 80 ilituonyesha kitu kimoja kikubwa ambacho kilipinga ile nadharia ya secularism. Kitu hicho ni kwamba dini haijafa na haitakufa, bali imebadilika tu. Sasa iko kwenye harakati za kielimu, kiuchumi, kisiasa na kijamii kwa ujumla, na kwenye midahalo ya umma. Leo tunapoangalia dunia, bado tunaona athari za kipindi kile. Dini bado inaamua mambo mengi sana, kutoka siasa, haki hadi mzunguko wa maisha ya mwanadamu wa kila siku. Kwa kifupi, miaka ya 80 ilikuwa kipindi ambacho dini ilitoka makanisani na misikitini ikaingia barabarani, kwenye siasa na kwenye mapambano ya watu na jamii yao. Je, secularism ni nini? Na nadharia yake inaelezea nini? Na chanzo chake ni nini? See you next episode.